Bwana utukufu. Mama Pastor ape microphone aombe Mungu. Biblia zetu tusome katika kitabu cha Mathayo mtakatifu pale tulie msimamizi wa ibada alisoma. Mathayo alisoma ngapi? Alisoma wapi? Alikuwa Yesu tumuze Yesu kuita. Tena 26. Bani Mungu kisha. Mungu akubariki sana. Na tusome. Ni hapa tutasoma 26 na mstari wa 26. Kisha Mungu Yesu atafungua jera. Inasema Yesu kutoa chakula takatifu. Akita Yesu yenda mutsima arawushimira arawumanyagura abo abigishwa be arababwira ati umugende mujye uyu ni umubiri wanje. Yenda n'igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati nimumwere kuri kimwese kuko aya amaraso yanje y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarigwe ibyaha. Amen. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu
yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Twongere tusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Tuseme tena katika kitabu hicho cha Matayo 6:53 6:53 turageza kuri 54. Katusome twihuta kubera ko umwanya wagiye. Biravuze ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko ni Yohana mtakatifu, sio Matayo. Sio Matayo. Yes. Sorry, Yohana 6:53 kugeza kuri 54. Yohana mtakatifu sura 6 mstari 23 wa 53. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'Umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani ya Yesu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami itamfufua siku ya mwisho. Amen. Turashima Imana itwaye n'umwanya guterana. Tunamshukuru Mungu kutupa nafasi ya kukusanyika. Izina ry'Imana rihabwe. Bwana asifiwe sana. Ubundi turashima tufatanya n'abatambuja amashimwe bose. Jambo lingine ni pamoja na waliotoa shukrani ndetse n'abatashimye na wale waliokuongea Imana yakoze kwa kazi za Mungu alizozifanya. Izina ry'Imana rihabwe. Bwana asifiwe sana. Ubundi turashima Imana yatanze impano y'umwana w'umuhungu. Jambo lingine tunashukuru Mungu kutoa kipaji cha mtoto kuri familia ya Gisubizo na Nyirangabimana. Familia ya Gisubizo na Esprit. Reka twongere Imana amashimwe cyane. Mutishie Mungu makofi mazuri. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Kubera ko yatanze impano y'umwana mu muryango. Sababu walitoa kipaji cha mtoto na Nyirangabimana kwa familia hiyo. Hanyuma baadaye wagiye saa sita zirarenze, sababu ya muda tuzakwiga gukoresha igihe neza, bizatugira akamaro mu gihe cyabo n'igihe kizaza. Tujue kutumia muda vizuri, itatusaidia kwa sasa na wakati ujao. Ndio saini hari umuntu wese abazi gahunda z'isaha, niba barinzi bazi ko ari saini yo kuramya bagatanga microphone. Sasa saa imenunuliwa kama ni waimbaji ama mtu mwingine. Niba igihe cyo gutanga sadaka masaa yose arareje, uzuri bari n'ubona batambukije utanga microphone kuyoboye ko kwisi. Kama utaona masaa zimesonga, ukiwa na nafasi nziza tugomba gukoresha igihe kingana cyose twayikoresha. Haya yatatusaidia sana. Ariko kasirane tsere bwa Mafaransa byo ntacyo bitwaye. Haijali sana. Reka turi mu jambo ry'Imana. Tuingie kwa neno la Mungu. Turishimira Mukristo musha Muke Patrick. Tumefurahia Patrick Mukire. Wizeye Imana. Ambao wameamini Mungu. Yizeye Umwami n'Umukiza. Kumwamini Yesu kama Bwana. Nyuma yo kwizera. Baada ya kuamini. Afata intambwe yo kubatizwa. Akachukua hatua ya kubatizwa. Arabatije. Jana alibatizwa. Turakwishimiye muvandimwe. Tumekufurahia. Bana mwije umugisha. Mungu akubariki. Tukutira Imana amashiko y'Umukiye Patrick. Tugiye kuganira umwanya mutoya cyangwa se muremure. Natumia muda labda mfupi ama turaganira umwanya mutoya hejuru y'inshingano cyangwa se ikimana Yesu yadusigiye gukora. Tutaongea kuhusu majukumu ambayo aliachiwa na Mungu. Turaganira hejuru y'imirimo cyangwa se isezerano. Tutaongea kuhusu agano ama akazi Yesu yadusigiye muri isi gukora. Kazi tuliyoachiwa na Yesu ulimwengu. Turakavuga tuvuga inshingano yadusigiye. Tutaongea na majukumu tuliyoachiwa. Ndetse tuvuge n'inshingano zindi z'itorero zashizwe n'abanyetorero. Na majukumu yaliyowekwa na makuhani wa kanisa. Ariko inshingano zizi mihango myiza nayo ifasha. Ni majukumu na desturi nzuri. Ariko tunakureba itandukaniro ry'inshingano Mwami Yesu Kristo yadusigiye. Tutatazama tofauti ya majukumu ya Mungu Yesu aliyetuachia. Nitusonga tuje mu ngabo rugero. Na pia tutaendelea na meza ya Bwana. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Tubana abantu ndabona barahuze bari ku telefone abandi bane bose waangalia mawatazame. Igihe cy'isezerano risha agano la kale
no kuvuga ngo habaye isezerano rishya kwa bari hahora andi masezerano. Palikuwa agano la kale kama palikuwa na maagano mengine. Inayo mpamvu yitwa ngo ni isezerano rishya. Ndio maana inaitwa agano la kale. No kuvuga ngo hari muri isezerano ryari risanzwe. Ndio maana inaitwa agano jipya sababu palikuwa na agano lingine la kale. No hazari isezerano rishya. Palikuwa agano jipya. Ndio tuza kureba isezerano rishya. Tutaangalia katika agano hili. Muri isezerano rishya inshingano umwami Yesu yasigiye. Tutaangalia majukumu tolewacho Abakristo. Wa Kristo. Semeni amen. Amen. Semeni amen. No kuvuga ngo igihe cya Mose wa Musa hariho andi masezerano bagiranye n'Imana. Palikuwa na maagano mengine waliyogana. Amasezerano atandukanye tofauti. Ariko isezerano rimwe bagiranye n'Imana. Lakini Musa alifanya agano na Mungu. Abantu baza kuryica. Watu wakaharibu. Imana yongera kandi gushaka isezerano rishasha. Mungu akaweka agano lingine. Ariko twisanze muri atu banyamahanga. Sisi wa mataifa tulijikuta katika agano hilo. Ndio tunakuganira umwanya muto cyane. Tutaongea kuhusu hanyuma mari maze kuremisi Mungu alipoumba ulimwengu. Kandi si yari mwana kungana nyine no bigana. Ulimwengu ulikuwa kiasi vile ilivyo sasa. Ituyemo abantu babiri gusa bakristo babiri. Walikuwa panaishi watu. Hariho Adamu na Eva. Walikuwa Adamu na Eva. Hariho batuye mu migabane yose, kwisigana yose. Kwisigana yose. Vile ulivyo. Yari mu kungana nyine. Ilikuwa imeumba. Ariko ikagirwa n'abantu babiri gusa. Lakini watu ikagirwa na Adamu na Eva. Adamu na Hawa. Mali bashyira muri bustani. Mungu aliwaweka katika Edeni. Arababwira abaheza ibintu bitozogendera. Aliwaambia maarifa. Ariko bataragera muri uwo mwanya, walipokaribia kufika hapo, kuva igihe cya Adamu, kuanzia wakati wa Adamu, no kugeza igihe cya Mose, mpaka wakati wa Musa, nukuvuga ngo biruka ni igihe cyabayeho nta masezerano. palikuwa hakuna agano, nta mategeko, hakukuwa na amri, nta mategeko yabaga, hakukuwa na amri. Habaga icyitwa ngo ni conscience, zamiri safi, zamiri kifungo safi, zamiri safi, zamiri ndetse n'abitavye Imana muri icyo gihe basohoka urubanza bitewe na zamiri safi yacu ababwira kuko icyo gihe nta mategeko yabagaho, nta sezerano ryabagaho. Icyo gihe kiratambuka binjira mu gihe cya Mose cya Musa, kiragenda kigera igihe cy'umwami Yesu Kristo. Iliwapeleka mpaka wakati wa Yesu Kristo. Icyo gihe cya Musa kugera ku mwami Yesu nacyo cyabayeho ari igihe cy'amategeko. Palikuwa wakati wa amri. Niwe ashita amategeko. Waliweka amri. Imana iza kubwira Mose amategeko zo kuvuga mu mwanya mutoya. Mungu alimupa Musa amri. Nono abitogeye bagezwe n'amategeko. Wakati watu wa nyakati hizo waliendelea kuongozwa na amri. Icyo gihe twebwe abanyamahanga, sisi watu wa mataifa, tuzatureba twari inatuhusu. Kandi kwa Israeli gusa. Palikuwa taifa la Israeli. Habe nayo mategeko Imana yahaye Mose. Hata amri aliyepewa. Yale kuko kwa Israeli. Alikuwa tu. Icyo gihe twari abanyamahanga twebwe. Sisi wa mataifa. Tutandukanye n'Israeli. Kwa mbali na Israeli. Igihe cy'umwami Yesu Kristo. Igihe cy'umwami Yesu Kristo. Tubagikura cyane isika cyadutandukanye n'Israeli. Tunakukiza amasezerano. Tukaingia katika agano sisi. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Semeni amen. Sema amen. Semeni amen. Tubatwinjiye mu isezerano. Tuliingia katika agano. Hanyuma icyo gihe cya Adamu, wakati wa Adamu, Imana yabahaye amategeko. Mungu aliwapa amri. Kandi Imana yabahaye amategeko menshi. Sio mingi sana. Igihe cya Adamu, wakati wa Adamu, Imana yamuhaye itegeko rimwe gusa nayo. Alimupa amri moja. Turi kumwe? Turi kumwe? Igihe cya Adamu, wakati wa Adamu, Imana yamuhaye itegeko rimwe gusa. Alitoa amri. Ntabwo yamuhaye amategeko menshi. Sio mingi sana. Ni itegeko rimwe gusa yamuhaye. Ilikuwa amri moja. Iryo tegeko ni irihe? Ilikuwa nini? Iryo tegeko ni irihe? Ilikuwa amri gani? Ni itegeko ryo kutanya mu giti cy'ubugingo. Ni amri. Adamu na Eva ni iryo tegeko bari bafite gusa. Adamu na Eva Imana yabahaye itegeko rimwe gusa, hanyuma irababwira ngo iyi ngobyi y'Edeni bashizemo yose yemerewe kurya ibintu byose birimo byose mu biryo byose, ariko iki giti timukayikoreho. Umunsi mwayikozeho no gupfa muzapfa. Hata kifo kitaingia. Iki tegeko Adamu yari afite rimwe gusa. Hilo ndilo amri Adamu alikuwa nayo. Hanyuma yahawe inshingano zibiri Adamu. Alipewa majukumu mbili tu. Yahawe inshingano zibiri tegeko rimwe gusa. Alipewa majukumu mbili na amri moja. Inshingano yahawe, majukumu aliyopewa. inshingano ya mbere yahawe, jukumu la kwanza
yaramubwiye ngo uyu murima aliwaambia shamba hili ubagarire, ulitengeneze, ulibagarire, ulipalilie, ubagarire uyu murima, ulitunze. Inshingano ya kabiri, jambo la pili, yaramubwiye ngo alimwambiaje? ulinde uyu murima, shamba hili. Ngibyo ibintu bibiri bya Adamu bibiri. Ni jukumu hizo inshingano zibiri zo kubagarira umurima, mambo mawili, kutunza no kuwurinda. na kulinda. N'itegeko ryo Na ni agano moja ryo kutajya mu giti cy'ubugingo. amri ya kutokugusa katika mti. Adamu aratuye, Adamu alipoendelea ni kuishi, ukuvuga ngo ntiyamenya kubagarira umurima. hakujua kutunza shamba hilo. Icyo ari cyo bitubwira mu Kristo ba none, Inamaanisha kwa Kristo wa sasa, isi ya none, ulimwengu wa sasa, Imana aramubwiye ngo je gushiga mu Edeni, Bwana nimekuweka uko niyo maana ya Edeni, vile ariko ibijyanye no kurinda no kubagarira lakini umurima kuendelea kutunza n'ibisabo, na kulinda ni mambo ubukwe yako, n'ibisabo. ni mambo yako wewe. Igihe cyo kubaka ikibanza hano muri kino kibanza kwa rusengero, Wakati tulianza kujenga kanisa hili, hano hantu uko hari hameze, mahali hapa hapakuwa hari hameze nabi, palikuwa na sura nyingi, hari hateye n'imboga zacu n'ibindi bintu imboga, palikuwa katika shamba Watu wanakufaranga imepandwa kwa anatuandura. wengine mwenyewe alitoa kugira ngo hase gutya ili pakae vile ntabwo palikuwa, ari Imana yagize gutya, sio Mungu, ni mwebwe n'abantu bagize gutya. ni wa Kristo. Bivuga yuko dufite inshingano Inasemekana Imana kuna yo majukumu guhindura isi, ya kugeuza ulimwengu uburyo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, katika kimwili na kiroho, uburyo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, kimwili na kiroho. tugomba guhindura isi uko Lazima twayisanze, tugeuze ulimwengu vile kuko Imana tulivyokuta. yayiremye, Mungu tukarushaho aliyeumba kuyihindura, lazima uburyo tuigeuze bwo mu mubiri na kimwili, n'uburyo bwo mu mwuka nabwo kimwili na kiroho. dufite inshingano abakirisitu, Tuna majukumu ya tubanza Kristo. kugeraho inshingano twasigiwe Tuliyoachiwa na yo Kristo guhindura abantu bose, kuwageuza watu wote, abantu bose kubagira beza, watu wote kuwa abantu wazuri, basharira, watu ambao abantu b'imishinga, watu ambao abantu wanataka b'imishinga, kuongea na wengine abantu kwa b'abasusi, hasira na mambo abantu mengine, b'amakosa, watu wa abo makosa, bose hao wote dufite inshingano yose yadushiwe kuhindura. tuna majukumu ya kuwageuza tuliyoachiwa na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Hanyuma byageze gute? Ilikuwaje baadaye? Adamu yararangaye, Adamu alizubaa, alizubaa, ibisongi birinjira, ibisongi birinjira muri wa murima, mambo mengine yakakuja, tuyawurinda kuko yahawe yashingano yo kurinda umurima, hakulinda kama alivyopewa Mungu. arangije kurangara, Alipozubaa inzoka yosha Eva, nyoka Eva nawe akamwosha nakosha wiwe, Eva pia akafanya ngono yake akose, barya cya giti, wakakula tunda hilo, barya cya giti wakakula tunda hilo kubera kurangara. sababu ya kuzubaa. N'ubona abantu barangaye, Hata sasa kuna watu n'abantu wamezubaa, barangaye cyane, Satani ari kwinjira. watu wamezubaa, ibilisi anawaingilia. wahawe, Edeni bivuga ngo uliyopewa, ikibitanye wahawe, kile cha muhimu ufite uliyopewa, inshingano zo kukirinda muri una wowe, majukumu ya kulinda ibisongi ndani yako, byinshi yale ambayo kugira ngo bitaza ngo bikurikirane, sizo nyinyi bikira, bidukomeze nta kibazo, bize ngo bikurikirane byone, ili waharibifu wasikuje wakuingilie. izo nshingano turazifite. Una majukumu ya Adamu maze kulinda. kurangara rero, Walipokuwa wamezubaa, babishe za nshingano zibiri, waliharibu majukumu Kubagarira umurima, kutunza shamba no kulinda, na kulinda na shamba. rya tegeko diregitero ryahise rifanya kudakora ku cya giti. Hata amri la kutoka katika mti wa uzima walikuza, waliharibu. Murikija muramera nka Yesu. Ibilisi aliwaambia mkila mtakaa kama Mungu. Diregitero babayishe za nshingano, Waliharibu pia majukumu. hanyuma hari ikindi kintu Imana yabahaye. Mungu aliwapa jambo lingine isi baadaye. yari ingana uko ingana, Ulimwengu ulikuwa vile ulipo, ariko utuye muri abantu babiri, lakini watu walikuwa wanaishi. nacyo abantu bagiramo konfisi. Watu wakafanya kutokujua. Yabahaye umugisha wo kubyara, Aliwapa baraka bakoroka, na kuzaa na kueneza ulimwengu, wafike ulimwengu. ariko ntabwo ari inshingano kubyara, ni umugisha bahawe n'Imana. Ilikuwa baraka lakini sio majukumu ya kuzaa. Ntabwo ari itegeko, Na haikuwa amri ya ni kujibu. umugisha bahawe Ni baraka tu kugira ngo alipewa babyare boroke, ili wazae wafike katika ulimwengu mzima. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Nuko Baadaye icyo gihe rero uzageze gute? Barabyaye boroka, walijifungua na kuzaa na kufika katika ulimwengu mzima. babirisi Wakaenea ulimwengu. Isirayeli imeze kugeza kubera ko Imana yatanze Sababu ya wao kwa baraka walifika mpaka kwa sasa vile ulimwengu ulivyo. icyo gihe abantu rero Baada ya hayo bataye umurongo, watu walipoteza njia, bataye umurongo, walipoteza mwenendo, bamaze guta umurongo, walipopoteza mwelekeo. bataye umurongo. Amategeko Imana yari yabahaye ari mu Kuva igice cya 19 mu Kuva, Amri waliyopewa katika kitabu cha Kutoka 19
na amateka Imana yarahemo ku Israeli. 19 ilikuwa amri zilizopewa wana wa Israeli. Ndio bamaze guta umurongo walipopoteza amri. Biravuga ngo abantu bose Mose yasomeye amateka bose. Watu wote Musa aliwasomea amri wote waliangamia. Isipokuwa Yoshua na Kalebu. Wao ndio walifika katika nchi ya ahadi pekee yake. Wengine wote waliangamia jangwani. Wote waliangamia. Ndetse ugeze mu gice cya 21 ikifika 21 kuva kutoka biravuga ngo andi mategeko pakaletwa amri zingine. Imana iheza Abisiraheli andi mategeko. Mungu akatoa amri zingine kwa Israeli. Baita ni droit civil. Biblia inasema inaita hivyo. Na mategeko yale bagabantuka palikuwa pia yanahusika abantu bari bake mwisi watu kwa sababu walikuwa wachache. Ibaheza mategeko. Mungu alitoa amri zingine. Isi yari idafite abacamanza katika ulimwengu ambao hawakuwa na abaganga, hawakuwa na daktari, wa kutunza wanyama. Mungu alileta amri zingine kwa nafasi ya wao. Hayo mategeko lakini amri hizo hatune haikuwa inatuhusu sisi. Ilikuwa inahusu wana wa Israeli. Ilikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Yakawashinda. Yakawashinda baada alitoa amri 10. Ilizowashinda amaze kubananira rero waliposhindwa ibwo Yeremia 33 katika unabii wa Yeremia 31 mpaka 31 biravuga ngo uzagirana nawe isezerano mtakuwa nanyi agano jipya. Imana imaze kubona kubisha mategeko bahari. Mungu alipotazama wameharibu amri alisema nitafanya nanyi agano jipya. Wameharibu agano la watu wote waliosamehewa waliangamizwa. Kwa sababu ya wale nitafanya nanyi agano jipya. Ilisema ni ungano. Agano hilo ndio nako banyamahanga sisi pia wana wa mataifa tulikuja tukajikuta agano hizo sisi watu wa mataifa tulipewa pia agano jipya. Si kwa wana wa Israeli lakini wana wa Israeli na watu wa mataifa. Ni agano gani hilo? Ni wokovu. Ni wokovu ya Yesu. Ni wokovu. Tulipewa wokovu. Tulipewa wokovu. Mwingine alisema wokovu tuliachiwa ni passport ambayo inatupeleka mbinguni. Asiyekuwa nayo kuwa na passport hiyo ni kutakaswa na damu ya Yesu. Cha muhimu ili upate ni kutakaswa na damu ya Yesu. Damu ya nyama walikuwa wakiweka kwa mwanadamu hakuwa kupanguza dhambi, ilikuwa inafunika dhambi. Lakini wokovu wa Yesu ilikuja kuondoa dhambi zote. Yesu alisema nitolee mimi nikufe mimi kibinafsi ili taifa liwe na uzima. Hata na watu wa mataifa wakukuwa na maisha nao pia wawe na uzima wa milele. Icyo Yesu yabwiye, Yesu aliwaambia cyabwiye abigishwa biwe, aliambia wanafunzi wake. Turakisoma mu Zakoze Mtumwa katika Matendo ya Mitume 11 na 23 na mstari wa 23. Nicyo Yesu aravuga ngo nuko icyo nahawe n'Umwami Yesu kumenya nicyo nabahaye namwe, kuko ijoro Umwami Yesu bamugambaniyemo Yesu umutima arawushimira arawumanyagura aravuga ati uyu ni umubiri wanje utangiwe muje gukora gutya kugira ngo munibuke. N'igikombe kigenza cyo bamaze kurya ati kini gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje muje gukora gutya ubwo muzorusha munywera ni Wakorinto munibuke. Abakorinto 11 Wakorinto wa kwanza 11:23. Noneho abatanze isezerano risha Yesu alitoa agano jipya. Na hata twasomye umwagatizi yasomeye na pale waliosoma msimamizi Mathayo basomye
kongera kwasoma tutaki kusoma iryo sezerano rivuga gute ilikuwa gani bivuga ko hari kuwa kane ku mugoroba Biblia inasema ilikuwa Alhamisi jioni abigishwa ngo bari mu cyumba hejuru wanafunzi walikuwa katika chumba cha bahoraga barya umutsima n'inyama y'ihene cyangwa y'umwana w'intama waliendelea kula mkate na nyama wari umuhango bibukaga Pasaka yawe ilikuwa desturi ya Wayahudi wa Pasaka bakiri aho ngaho iyo mihango yabo walipokuwa na desturi zao Yesu ngo bakijya gutya Yesu alipokuja wakila umutsima akachukua mkate akaushimira akaushukuru bakwibaza umutsima bari badasenze walisema je waliomba Yesu yasanze walikula bila kuomba bari badasenze Bwana Yesu alianza kuombea chakula Yesu yake ni gukora lakini Yesu alikuwa na lengo alikuwa anataka kuweka agano jipya alitaka kuondoa desturi alete agano aliwaambia kuanzia sasa walifanya hivi ukikumbuka kutoka katika Misri mnakula nyama na mkate lakini kuanzia sasa hii ni mwili wangu huyu mkate huyu ambao ni mwili wangu ambao nitaitoka katika ulimwengu mzima na nitakomboa ulimwengu na maraso yanje ni damu langu itamwagika kwa ajili ya wengi kwa damu ya wote kwa dhambi yangu na wewe akasema akaanza agano jipya hata sisi watu wa mataifa sisi pia tumepata wokovu watu wa mataifa alifanya jambo jipya Biblia inasema ngo Yesu yatanze ifunguro rye Biblia inasema Yesu alitoa ifunguro lisanzwe waliendelea kuchukua kawaida kama kawaida sasa mimi biscuit tukoresha muziko muwawe hata biscuit pia unaweza mimi tufa muziko muwawe hata divai pia unaweza kusanzwe ilikuwa kawaida Yesu abaheza ifunguro rye Yesu aliwapa chakula takatifu aliwaambia kuanzia sasa kuanzia leo musa uko muteranye kwese mkikusanyika musa mukora guca mfanye mambo haya utamuka kuva muri Egiputa usipokumbuka kutoka Misri lakini kumbuke wokovu wenu amen atukufu nuko rero twabonye isezeranisha hivyo ndio tuliyopata agano jipya tuba twije isezeranisha natwe tukaingia katika agano jipya pia watu wa mataifa sisi wewe amaraso y'intama waliondoa damu ya kondoo zose zafatwaga mu bicu kwishira ibyaha byacu na vitu zingine zote zilitolewa ili dhambi zetu zifunikwe ikaondolewa Yesu alituonyesha njia ya kitu tunafaa kufanya sababu ya kuheshimu desturi mambo ya Israeli wenyewe wataheshimu aliwaonyesha agano jipya ni kula mwili na damu ya Yesu si mambo tu ya kutoka Misri pia watu wa mataifa tukaingia na agano jipya imefanywa na amri na desturi za Yesu Kristo alituachia. Tutatamatishia hapo ili tuingie katika meza ya Bwana. Yesu alitoa amri mbili katika amri za Musa 10 imeundwa kwa amri mbili ine ambazo zinaanza ni mtu na Mungu na zingine 6 ni mtu na watu na watu. Agano za ine kwanza zimeundwa kwa kikundi cha kwanza penda Mungu wako na moyo wako wote na hekima zako na nguvu zako. Upende Mungu na kila vitu zako zote vile ulivyo. Ni agano la kwanza ni mtu na Mungu ni imeunda amri hizo ine. Amri ya pili Yesu alituachia amri nyingine katika amri hizo 6 yalikuwa mtu mwanadamu na mwingine. Penda ndugu yako kama vile unajipenda. Penda naiba wako kama vile unajipenda. Ni Yesu alituachia amri hizo mbili. Penda ndugu yako. Haya zi amri zote amri hizi zote 6 ama
hiyo amri ya pili iliyotuachia kupenda naiba yako kama vile unatupenda. Lakini amri linalokuwa na nguvu kuliko nyingine, amri lililo kubwa, kunde uweze kugira ngo ubugingo bwawe burambire kwese. Umheshimu baba yako na mama yako ili siku zako za ulimwengu ziendelee kuwa nyingi. Uheshimu wazazi, ni majukumu tuliyoachiwa na Mungu. Alikuachwa na kanisa la Yesu. Yesu mwenyewe ndiye alisema mpende wazazi. Penda wazazi, sema mambo mawili. Baraka wakati umewapenda, na kuna laana wakati usipowaheshimu. Bali tubariki. Bachari kumwe kwa pamoja. Hanyuma abantu rero wa Kristo yaduhaye inshingano. Tulipewa jukumu moja. Tulipewa jukumu moja Yesu aliyetuachia. Mathayo 28:16. Tulisoma jambo hilo sana. 28:19. Tuliachia jukumu hilo na Yesu. Avugiki. Nasemaje? Yaravuze ngo Biblia Yesu alisema nyinyi ni chumvi la ulimwengu. Alisema chumvi na nuru. Chumvi au unasanga muri Mathayo 5:14. Mathayo 5:14. Yesu amaze kuvuga dishina twasigiwe. Yesu alipotupewa jukumu hizo moja, iravuga kutaba mugende mwisi. Alisema nendeni ulimwengu mkapeleke habari njema. Abumva bose bakemera. Wale ambao watakubali bakize na kuamini, bakize kwa jina la Tata. Tababatiza katika jina la Bwana, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo jukumu tuliachiwa na Yesu. Tuliachiwa jukumu hilo na Yesu. Jukumu tuliachiwa la watu wote tuliachiwa. Ndio maana nasema nyinyi ni chumvi la ulimwengu. Lazima dunia iwe tamu sababu abantu bashari na bafite ibishinga bameze nabi turuka watu ambao wana uchungu na hasira na mambo mengine yasiyokimbie. Yesu atushikishika ndio kwenda watu wote bali misibo. Yesu alituacha tukaribie watu wote wa ulimwengu. Mukabarunga. Muwaweke chumvi. Chumvi ina kazi kubwa. Ukiweka ndani ya chumvi inakolea. Kwa mfano, huwezi kupata maharagwe moja ina chumvi nyingi ama ndogo. Ya, mkiona hivyo wewe mama hajui kupika vizuri. Labda anaweza kibanda kwa hiyo. Lakini ukipika maharagwe peke yake, uweke kiasi ya chumvi. Kama ni mingi itafika kila mahali. Itafika kila mahali. Ilikuwa hadi Yesu aliyokuja wagenzi watu pia jukumu ya kuwakaribia wale ndugu zetu hawajaokoka. Pasiwe hata mtu mmoja ambaye ana makosa. Sifie yeyote ambaye hajamjua Yesu. Hata mwenye lazima wewe tabia zako zimugeuze. Lakini kwa sasa watu wanafanya tofauti. Kama mimi ni mpagani hatuwezi tembea na yeye. Hatuwezi tembea na mpagani. Yesu alifanya jambo. Alisema atalala kwa Zakayo mwenye dhambi. Watu wanafunzi walinungunika wakasema kwa nini? Yesu alitaki kiendelea. Walinungunika walisema lakini Yesu alikuwa na lengo ili aende kwa Zakayo. Hata kwa sasa kuna watu wa aina tofauti na watu wengine wanasema umeomba na fulani sababu fulani ya hivyo na vile. Tuna jukumu ya kugeuza watu na kuwageuza kupitia tabia zetu nzuri. Jambo lingine alilosema, alisema nyinyi ni nuru ya ulimwengu ambao inafaa kuangazia ulimwengu wote. Ni jukumu tulizoachiwa na kutembea kuwageuza watu wote kwa wanafunzi wangu.
Abaza kuba izo shinga rimwe. Baada ya kuwapa majukumu haya, Yesu yahaye itorero imihango bikomeye. Yesu alitoa desturi mbili kwa kanisa. Tulipewa majukumu ya kugeuza watu wa ulimwengu. Yesu alituachia kugeuza watu wa ulimwengu. Ni majukumu mbili. Nikiharakisha. La kwanza ni kubatiza. Yesu alisema tuwabatize watu. Tutakuwa tofauti ya majukumu tuliyoachiwa na Yesu na majukumu ya kanisa. Kubatiza mtu ni tuliachiwa na Yesu. Bitandukanye n'uko ubwoko bwacu duhuza n'Ikristo n'imihango y'imisinzi y'ubwoko. Ni tofauti na karakta zetu za kuunganisha mambo ya yetu ya kimila. Watu wengi walibatizwa hapa. Batizo hizi ubatizo nyingi hazikuwa. Biblia inasema ikibanza hagati yo gukizwa no kubatizwa niki? Kati ya kuokoka na kubatizwa cha kuanzisha nini? Kibanza ni ukwizera. Kwanza ni mtu aamini. Ukizera Yesu kumwani mukiza w'umuntu. Unaamini Yesu kama mfalme na mwokozi wako. Baada ya hayo ukabatizwa, unabatizwa. Yaani bagamo kubatizwa, kubatizwa ni kimenyetso gikorerwa inyuma, ni ishara la nyuma, kigaragaza yuko umutima wawe, lakini inamaanisha katika moyo wako umegeuka na kuamini. Hari ubwoko bumwe yemera kubatizwa. Buna gusa. Kuna taifa mmoja ambalo Biblia inakubali kubatizwa. Mambo mengine ni ya taifa linalokubali kubatizwa ni taifa la waamini. Tofauti na ubatizo wa wengi. Hata yeye alibatizwa hivyo. Nabatizwe itariki 4 mu kwezi kwa 4. Alibatizwa tarehe 4 mwezi wa 4. Alibatizwa katika mto Minembwe maji mengi. Lakini alibatizwa sababu alikuwa amekataa kwa kweli. Aliambiwa na wachungaji anabatizwa hata hivyo. Alibatizwa ili endelee kuiva kwa kweli. Hakuwa ameamini Yesu sana. Alikuwa anaamini kwaya sana kuliko Yesu. Sijawaambia mnibatize mara ya pili. Lakini wengi wenu walibatizwa hivyo. Ataongea mambo mawili kuhusu ubatizo. Isema tuanze kwa familia tufanye shauri. Tuseme tunataka kubatiza fulani amekuwa na miaka ya kusoma. Hakuna miaka ambayo imewekewa. Mtu ambao hatuwezi kubatiza ni moja. Ni mtoto mdogo. Ambao juu kutofautisha mazuri na mabaya. Hata kama unaweza kuwa na miaka 60. Kama hujamwamini Mungu. Alisema wengine walikaya wamebatizwa ni jabazi. Kubatizwa kwa benshi kwabaye agapikirizo kabatwikira ibyaha byabo bakibwira muri batizo zobe mujaha. Kubatizwa kwa wengi walisema ni kitu ya kuwazuia kwa dhambi zao. Keretse wenda murani waturika. Kama kuna Katoliki hapa. Abaturika bagira izere bimwe gusa. Abaturika bazavuga ngo Katoliki wana desturi yao moja. Ni purgatory. Kuna kitu wanaita purgatory. Mtu yapfuye. Wanasema mtu akifa. Mtu yapfuye. Mtu akifa. Iyo mtu yapfuye batumuteza. Wakatoliki wanasema mtu haendi mbinguni haraka. Anaenda kwanza katika purgatory. Papa na pata akazamusabira ibyaha byiwe. Papa anaendelea kumwombea dhambi zake ili Mungu amsamehe ndio aende mbinguni baadaye. Juzi walipoteza mmoja wao alikuwa mwongozi. Waliendelea kumwombea Mungu amsamehe dhambi zake mahali alipo. Lakini ililetwa na padri na papa. Alisema walikuwa wakitenda kanisa la Petro Mtakatifu. Papa pesa zikaisha.
Alitafuta pesa katika watu. Watu akifa tunaombea Mungu amsamehe. Akasanya pesa ili kanisa lijengwe. Isipokuwa katika Wakatoliki kuna waamini ya wahukumia hata kama ilifanya na viongozi wao wataenda mbinguni. Ubatizo tuganira na mukire Patrick ari kubatizwa. Walipoongea na Patrick yabwiye yuko ni mukuru cyane bari barabatizwe kuri familia baramufanyia batizwa batizwa. Wadogo zake walibatizwa katika familia, walinalomwambia mbona wewe utakubatizwa? Alisema mimi sijasikia kubatizwa. Nyinyi ambao mmesikia naomba mbatizwe. Mimi sijaamini vizuri kufika kiwango cha kubatizwa. Lakini alisikia mambo hayo ndani yake, mambo ya kale, akachukua hatua ya kubatizwa. Hiyo ndio ubatizo unaokubaliwa. Sio kubatiza kwa sababu miaka zimesonga, habatizwa yule ambao anaamini. Shida yake ni basi. Jukumu tulizoachiwa wachungaji, shida yake ni jukumu la pili aliyeachiwa na Mungu ni meza takatifu, meza ya Bwana. Meza ya Bwana ndio shida medaka tupasiki. Ni majukumu la pili walioachiwa. Ndaza kuingia kwa kanisa kusoza. Tutaongea kuhusu mambo hiyo tutakatifu. Kuna majukumu yaliyowekwa pia na kanisa. Na Yesu kanisa jarichaje ndakora ngombwa. Kanisa lilikaa likaona ni muhimu za shingano kuzigomba kwa mtu. Waweke majukumu hayo. Ndio biblical. Lakini sio biblical shingano yake. Jukumu la kwanza kushinda ni kuunganisha ndoa. Kuunganisha ndoa. Na Yesu alikuwa kushinda kwa tena. Yesu hakusema waunganishe hivi na vile. Yesu bila mtu tukimwongoza na wewe kwa Yesu. Hatujapata na sura hii. Kanisa lilisema watu wawili wakitaka kuungana lazima tuunganishe. Ili kuwekwa na kanisa. Jukumu la pili. Jukumu la pili ni shingano ya kushikuru. Ni wakati wa kuzika. Kushikuru mtu afuye. Kuzika mtu aliyefariki. Umwana munde wengine. Abantu bose bamare bindi. Yesu mwana wa kina mama sitakibazo y'imbuto. Yes. Nari kuza kushingana ya kabiri. Jukumu la pili ni kushikuru. Ni kuzika. Kushikuru mtu tago Yesu atukutoa tushikuru tunafuata kushikuru hicho. Yesu hakusema mtu akizikwa akikufa azikwe namna hii. Sasa bashukuru ta formula tubi. Hakuwapea formula ya kuzika mtu. Ni jukumu ambao kanisa liliweka, lazima mtu azikwe. Je, kama ni Mungu angesema hivyo, unakubali watu waliokufa na vita ama waliotembea bahari hao wote, je hawataenda mbinguni? Nasema wakati wa mwisho bahari zitarudisha na mito walioenda nazo. Ni desturi ya kanisa iliyowekwa na kanisa. Kwa sasa watu wanapenda wafu kuliko waliokuwa na uhai. Watu wa sasa wanawapenda wafu kuliko waliokuwa na uhai. Kwa nini? Namna gani? Kwa mfano yeye anakuwa mgonjwa, ugonjwa ambao inaomba pesa mingi. Familia ya baba yake ambao haingeweza, hata babu wake, hata kwa familia ya baba yake Makarara na Kasege hawezi weza. Ninaomba akuja kuniambia nina pesa, anasema nisaidie pesa ni ajitibu. Wakati mwingine watu hawatoi. Lakini tangazo limetolewa, Pastor Senga ameaga dunia. Yule ambao hata ni adui wake kwa pesa. Pesa zilizoombwa kwa mgonjwa zinakuja kuzika. Wakati huo aligundua ya kuwa kuliko waliokuwa na mali ambao wanatoa hata kama hata
hata siku ya heshima wisanduka iheze n'igihumbi kuzikwa katika sanduku mutaha ujya muntu muzima mwabiresha abana cyangwa bimuvuza pesa hizo hazikutolewa waka masima lakini kutengeneza kaburi wanapewa mavumbi katika majimbo. Wewe ukiaga mwili ni mavumbi waliotoka kwa mtu aliye na uhai lakini anatoa kama vumbi. Fanya mtihani huo. Je, hamuoni watu wanapenda wafu kuliko wale kwa na uhai? Yeah. Kuzika haina unaweza kuzika kwa sanduku la $5,000 kama wewe hujaokoka. Mwingine ana sanduku la $5,000 za Kenya. Hawezi mzuia kwenda mbinguni. Mambo isanduka cyangwa halisi tato bizongera mutukura muchako tare sanduka na kaburi haitaongezeka kuingia hata unaweza chochote kuingia mbinguni. Ni hango hizi. Ni mambo ya desturi za ulimwengu. Ni hango hizi. Ni desturi za ulimwengu. Ni hango hizi. Ni desturi za ulimwengu. Igomba kufa. Lazima iondolewe. Tugomba kumenyeshana twasigiwe. Lazima tujue majukumu tuliyoachiwa. Ni kutuonyesha tukachora ala moja na kuwageuza watu wote wanafunzi wa Yesu. Ni hango hizi. Tumeweka desturi hii, lazima tuwabatize wanaoamini, na wakati tukikusanyika tukumbuke tukila meza au twasomye sema amini nimutaji kuliwa sipo ula mwili wangu mkuri mkuri ikintu yaye kanikoambia ukweli nimutaji mwili wangu nisipokula tumwe na maraso yangu na kunywa damu yangu hamuna uhusiano na uzima, lakini waulao mwili na kunywa damu wana uzima wa milele na mwisho. Kama tumekaribia meza tujue ni lazima tukile meza. Watu wanakimbia shida si kutokuhudhuria meza, lakini ni sababu ilivyo kwa shida si ya kutokuhudhuria, shida ni sababu ya kutokuhudhuria. Ndio sababu hiyo, tatizo hilo. Karibia meza amesema asiyeula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima wa milele. Hatuna uhusiano na mimi. Hatuna uhusiano. Hana uhusiano na Yesu. Wakorintho 11:23 ilisema ilisema mkikusanyika mungojeane ili mle pamoja. Tule pamoja inamaanisha tumechangia damu pamoja na nao la mwili na kunywa damu ana uhai. Yule ambao hafanyi hana uhai, hana uhai. Tukikaribia meza ya Bwana, tukikaribia meza tukikaribia meza ya Bwana, asengera ijambo, wacha tuombe. Pastor aombee neno ili tukaribie meza ya Bwana. Wahusika pia watapita ili tuungane.